supplement scheme, kuna kule dairy na wote wako hapa, lakini safari imeanza na tunakushukuru. Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu atubariki, lakini ahadi yetu inapofika mwaka ujao, pwani yote ni tu. Pwani yote ni tu. Hiyo ndio ahadi ambayo tunakuahidi Mheshimiwa Rais. Asante. Mheshimiwa Stewart Mazayo kwa niaba ya maseneta na kiongozi ya walo wachache katika bunge la seneti. Sekunde 0 mjomba. Raba raba mjomba. Raba raba mjomba. Raba raba mjomba. Raba raba. Asante sana. Pwani oye! Pwani oye! Kwanza nataka kushukuru sana Rais kwa sababu ya mpango huu uliokuja nao ambao unawezesha watu wa pwani kupata ile title deed kila mahali wanapoishi. Cha pili ni kwamba tokea Kenya hii ipate uhuru, tokea mwaka wa 63 kufikia hivi leo, mambo ya title deed yalikuwa hayashughulikiwi, hata ijapokuwa katika mwaka 2004 kuna ile tunaita ndugu report. Ndugu report iliweza kuripoti ikasema kuna maskota wengi sana ndani ya pwani, kwa hiyo iweze kuangaliwa ili watu wa pwani wapewe. Lakini hiyo ilienda ikawekwa katika store ama deski ikafungiwa na hatukuweza kupata haki zetu. Lakini wewe Mheshimiwa Rais umeweza kutupatia hiyo ambayo sisi tunaitaka ni title deed. Na hii kamati ambayo umeendelea nayo iweke hapo hapo mpaka wakati tutamaliza mambo ya shida hizo squatter katika pwani. Pwani oye! Mwisho kumalizia ni kwamba akutendeaye wema wakati wa jua, wakati wa shida, wakati wa njaa, wakati kama huu ambao wewe ni squatter, akutendeaye wema lazima umregeshee wema. Si ndio hivyo? Kwa hiyo tunasema Mheshimiwa Rais, sisi ikifika mwaka wa 27 sisi tutaenda njia moja na wewe katika mambo yako ya urais ili tukuweze kupatia 2 term. Pwani oye! Pwani oye! Asante. Wapi nduru za Mheshimiwa Mishi Mboko? Sekunde 0 Mishi. Tulieni. Pwani hoye! Waswahili wanasema hayawi hayawi, kisha wanasema chanda chema. Jamani, Daktari Wiliam Samoei Ruto, kiongozi ambaye hana mbambamba, kiongozi akisema anatenda, kiongozi wa kuunganisha taifa, kiongozi ambaye ametutia nyoyo zetu. Leo natokwa na machozi. Rais, Your Excellency, nasikia kulia Your Excellency, kwa mambo ya title deeds, kwa mambo ya uskota. It has been an historical injustices ambayo imefanyika kwa watu wa pwani. Hata juzi na jana tulikuwa kwa handshake, lakini hata tulipokuwa kwa handshake tukadanganywa wa pwani, tukaambiwa tutapatiwa title deed. Tuliona title deeds. Tulikuwa na serikali za nyumba wakatengeza National Land Commission, lakini kwa sababu yule aliyekuwa juu hakuwa na nyoyo ya watu wa pwani, hatukupata title deeds. Leo kiongozi Wiliam Ruto, kwa sababu yuko pale juu, anapenda wa pwani na yuwatupenda sana tena sana. Title tunapata hatupati. Walisema SHA haifanyi kazi. Sasa hivi the poor and the needy people, watu wanasaidika, wanalipa pesa kidogo, wanasaidika katika mambo ya afya.
Hatusemi tena kutoa tena mambo ya kuwa tunasema tunalipa pesa nyingi. Tunamuona Ali Hassan Joho, tumepewa na Wiliam Ruto. Tunamuona Mvurya, tumepewa na Wiliam Ruto. Tunamuona Kingi, tumepewa na Wiliam Ruto. Ma principal secretaries, kina Fikirini, kina Abubakar, kina Dagar, kina Mwadime. Jamani, twataka nini jamani? Kwani huyu Ruto alikuwa afanye nini? Ikiwa ni maji barabara, angalia kuanzia Bamburi mpaka kwenda Malindi, ji barabara, peleka nikupeleke. Angalia kule Kilifi, mabarabara makubwa makubwa, kesho kuto watoto wanapewa maboti. Ali Hassan Joho ametengeza piers, ametengeza mambo ya blue economy, ameweza kuwatengeza fish landing site, ameleta vijana kuandikwa kazi katika ubaharia. Juzi na jana tunamuona William Samoei Ruto. Wavuvi walisema rais hatuna masoko. Masoko yapo hayapo? Masoko yapo hayapo? Walisema tunaishi kwenye slums. Tunataka nyumba za kisasa, zenye mifereji ya kisasa, zenye shawa. Ziko haziko? Ziko haziko? Tunataka kazi za majuu. Vijana tunataka kwenda Katari, tunataka kwenda Dubai, tunataka kwenda Amerika. Amefanya hajafanya? Tumepata wakwe, hatujapata wakwe? Siku hizi kuolewa ni rahisi. Vijana wana kazi za majuu, sunti zapatikana kwa sababu ya Daktari Wiliam Samoei Ruto. Wapi tutam ya Daktari Wiliam Samoei Ruto? Sisi wa Pwani tunasema, Wamijikenda wanasema, mgala karemwa achiremwa anaocha. Hatutachoka na Wiliam Samoei Ruto, na nataka kusema taundaremwa si ukalunga Ruto, taundaremwa. Hatutachoka. William Ruto wale ni vikaragosi. Kama mtu alishindwa na watu 347 katika mabunge mawili kutushawishi abakie deputy president, hakuweza, ataweza milioni 50 ya Wakenya. Wachekesha. Mimi nataka niwape namba. Na William Daktari Samoei Ruto ni gwiji wa siasa. Hachoki asubuhi, hachoki saa 6, hachoki usiku. Mimi wanamuita bosi hachoki. Tunamuita bosi hachoki. Mchana anapanga maendeleo, usiku anapanga maendeleo. Umoja wa Kenya ndio kitu cha msingi. Hatutaki ukabila. Wa Pwani hamuna kura, wa Pwani hamuna share. Sasa watutafutia nini sisi wa Pwani? Waje tafuta nini huku Pwani? Basi sisi tutagagaa na William Samoei Ruto, the president, the better choice. Wapi nduru ya Daktari William Samoei Ruto? Tutamiake, 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 tutamiake. Mwenye macho ambiwi tazama bwana. William ni ngwinji wa siasa. Twakupenda, we love you, we cherish you. Na sisi majemedari, the brigade, the Tutam brigade, wakiwa pale kina Amina Mnyazi, Mama Zamzam na wengine, Tutam brigade, tuko chonjo na baret zetu. Kesho kuto utatuona, hakuna mbuzi kuruka. Na hichi chuma hapa, tandika ulale. Lala State House, jiburudishe, kura ni zako. Hakuna nani wala nani. Wakwende Gerare. Shika 1000 yako wewe mama. Mishi ni noma si noma, ni mbaya si mbaya. Mheshimiwa Hassan Omar, njoo malize bro. Asante sana watu wa Mombasa, assalamu alaikum. Watu wa Mombasa, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Yangu leo tukiwa wafuasi kutoka vyama vyote, chama cha UDA na chama cha ODM, na sisi tukiwa wazee ndani ya mji wa Mombasa na Pwani, tunataka kumwambia Rais William Samoei Ruto
wale walitangulia kabla yako wakiongozwa na wale walioanzisha hili taifa la Kenya, badala ya kutuita sisi wavuvi wakatuita wavivu. Wakasema sisi ni watu wa kuongojea nazi kuanguka. Wakaja hapa wakatunyakulia nazi zetu. Na waambia leo nazi ya kwanza inarudi, na inarudishwa na Wiliam Ruto. Na vile vile wale walioiba mashamba kwingine, wale waliofanya wanyamapori wakawa bora kuliko binadamu Voi na Taita Taveta, wale waliotuchukulia mashamba Kwale, wale walitukulia mashamba huku katika maeneo ya pwani yote, na waambia mkuwe tayari kuregesha nazi. Wenye nazi sasa wako tayari kuja kuzinyakua. Bob Marley alisema, na sisi ndio hicho kizazi kinachosema, you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Na sisi kizazi hichi kimehakikisha watoto wetu wameishi kwa heshima. Mr. President, you have made us dignified. You have returned our citizenship rights. Sisi leo tunamiliki kitambulisho na tukapata haki zote nyingine za kitaifa. Haiwezekani kamwe sisi tukarudi nyuma. Wazungu wanasema forward ever, backward never. Na sisi kwa mapenzi ya Mungu tunaona zile mikakati ya Rais William Ruto. Ni katika leo sisi, hizi ndio facts. 1.4 million titles zimekabidhiwa kuanzia William Ruto aingie katika mamlaka 2022. Katika hizi 380,000 zimekabidhiwa watu wa pwani. 25 to 30% ya issuance ya titles zimekuja katika pwani. Kama hayo si mapenzi, hayo ni nini? Na sisi tutarudisha mapenzi kwa mapenzi. Kama vile leo unastiri watu 200,000, households 200,000 ndani ya pwani kwa hii mchakato wa kutoa title, na sisi tutahakikisha kila nyumba itajitokeza kwenda kujilinda ili kuhakikisha mafisadi, wale mariginani na wengine wezi wa mashamba, wale waliotudhulumu hawataweza tena kurudi katika uongozi wa Kenya, either directly or indirectly. Sisi tutasimama na William Ruto. Tutamrudisha William Ruto 2 term. Na baada ya kumaliza 2 term ya William Ruto, tutajipanga tutaenda mbele namna gani. Lakini wale vikaragosi wa mahayati waliopita na watoto wao waliotudhulumu, kwa Waislamu waliopotea na watoto waliouliwa kiholela, nyinyi si wa kwenda State House. Wewe na wengine waliokuwa na wewe ni wa kwenda kule Shimo la Tewa kwa zile dhulma walizofanya. Kwa hivyo nataka kushukuru sana watu wa pwani. Mimi nataka kuongelea hili kama jambo la mwisho. Rais alitupa wasia wake, na mimi Mvuria, Kingi, Mung'aro na Joho na Abdulswamad na wengine tumekubali kwamba sisi tutafanya kazi pamoja ili tuhakikishe hiyo ya election ni mingine ya 2027. Sasa ni kufanya kazi pamoja. Baadaye nyinyi mtakuja amua. Lakini kwa sasa adui wetu yule hatupendi, yule ataka kuturegesha nyuma, yule fisadi, yule aliyetangulia kama rais wa jamhuri hii, yule anafadhili upinzani, yule aliweka vikaragosi, yule hakuwa na azma ya Raila, yule hakuwa na azma ya sisi kuendelea mbele, yule aliyotusaliti, yule na watu wake tutawaweka katika kaburi la sahau ili waende huko mbele watokomee, na sisi tuweze kuhakikisha tumeendelea na William Ruto. Kwa hayo mengi, wacha tuone 2 term. 2 term. Katika jeshi tulikuwa na msemo na tumefika hapo.
wanasema fight or die, pigana ama ufe, na sisi tutapigana ili tusife. Mungu awabariki. Haya, Asanyi, naona watu walopiga nduru sana. Pande ile kuna Babli yule wa Maweni ampiga nduru sana, na upande yuko Chibomu yule. Tafadhali baadaye watafute waangalie kitu chao. Na watu wale ni watu wa Joho, na wale watu wa Joho nitawatafuta, lakini watu wote ni watu wangu, si watu wangu. Si ni watu wangu. Mheshimiwa, kwa heshima kubwa mheshimiwa, nataka kwa sababu ni chairman wa CPG, nisipompia nitanyongwa. Tafadhali Gertrude, 1 second. Sisi ni watu wa moja, si watu wa moja. Twapendana, tupendani. Twasaidiana, tusaidiani. Wewe ninakutetea wewe Chibomu, wewe nikuone kwa TikTok leo wewe. Karibu Gertrude. Asante waziri. Pwani hoye! Pwani hoye! Mheshimiwa Rais Daktari Wiliam Ruto, Deputy President rafiki yangu Profesa Kindiki, wote walio hapa wa Pwani, mna raha hamna raha? Mna raha hamna raha? Mheshimiwa Rais, umeandikisha historia ndani ya Pwani. Miaka yote hatujawekwa pamoja hivi tupewe hati miliki sisi wa Pwani. Rais Ruto, mimi ni chairperson wa wabunge wote wa Pwani. Tuweze kushikana, tumeamua tukiongozwa na huyu waziri hapa Hassan Ali Joho, tutafanya kazi ndani ya Pwani. Tuongozwe na Hassan Joho, tutamu ya rais, kwa sababu ya kutukomboa wazee wetu, wamama wetu, dada zetu, yani watoka leo hapa Mombasa na title deed. Susikie raha tu. Wacha tuonyeshe upendo wetu kwa Rais Ruto, ile tutamu yake, yani sisi tuimbe leo ya furaha. Sijaona tutamu ya rais, mimi sijaona tutamu ya rais. La mwisho, rais wetu, niombe wazazi wangu wanaenda kupokea title deed leo, tusiuze mashamba yetu Pwani. Tusiuze mashamba yetu kwa sababu tumepewa title deed. Wawekee watoto wetu na wajukuu wetu, tusiuze ardhi tena ndani ya Pwani. Rais ametukomboa, sisi tumekombolewa. Rais, tutakufuata wewe 2027. Rais mara ya pili ni Daktari Wiliam Ruto. Mbarikiwe nyote wa Pwani, twawapenda, tutatembea pamoja na rais. Asanteni. Wapi nduru ya Mama G? Your Excellency, kwa mara ya kwanza katika tangu uhuru uanze jimbo hili la Pwani, kwa mara ya kwanza tangu uhuru uanze, jimbo hili liko na makatibu 6 for the first time tangu tupate uhuru. Na katika makatibu wetu 6, naomba kwa heshima yako nimwite mmoja tu azungumze kwa niaba yao, kijana wetu Fikirini Jacob sekunde 0 kwa sababu ya muda. Rabaraba bana. Raba. Kimbia bana. Rabaraba. Vijana power. Hapana, hiyo si power. Hatuwezi ishiwa power mchana bwana. Vijana power. Vijana siaka. Vijana siaka. Vijana mbwekse. Vijana woza. Wapi top shot ya Mheshimiwa Rais Dr. Wiliam Ruto? Your Excellency, kwanza kabisa Your Excellency, mimi nataka nisimame hapa niseme hivi. Baada ya kukushukuru na baada ya kukupongeza, niseme Your Excellency, Abraham Tiro aliyekuwa kiongozi wa wanafunzi wa University ya North Limpopo alisema wakati wa upiganiaji ya haki ya mtu mweusi kwamba ardhi ndio utajiri wa kwanza wa mtu mweusi. Pili,
katika vitabu vyote dunia nzima vinavyotumiwa kufunza biashara, Your Excellency, vinasema land is the primary factor of production. Inamaanisha, Your Excellency, kwa miaka 63 watu wa pwani wamekuwa masikini. Kwa miaka 63 watu wa pwani wameshindwa kuzalisha, kwa hivyo pwani imekosa uchumi miaka yote hiyo, Your Excellency. Na ndiyo maana tuko na haki zote leo hii tukisimama hapa tukwambie kwanza asante, kwa sababu ijapokuwa ni haki yetu ya kikatiba, lakini haki hii tuliinyimwa kwa miaka 63. Ni wewe peke yake leo umekumbuka kwamba pwani ikae mahali pamoja, ipate vyeti na waweze kuishi katika ardhi ambayo ni miliki wenyewe. Your Excellency, niruhusu niseme hivi kwamba inasikitisha kwamba miaka 63 wakati jamii zingine zikiamka asubuhi zinaenda kuomba maendeleo tofauti tofauti, mpwani kwa miaka 63 ameamka na kilio cha hajui kama tingatinga litakuja saa ngapi kumfurusha katika makazi yake, Your Excellency. Lakini kwa kuwa leo umetukumbuka na kwa kuwa katikati ya mambo ya ardhi pia umetuletea miradi mingi, sisi tuko na haki ya kukushukuru sana, Your Excellency. Na nimalizie niombe wazee wetu. Mimi nataka wazee wetu hata baada ya kupata title deed muendelee kuwapenda hawa akina mama. Akina mama hai. Wazee wetu msishike title deed alafu mkaenda kuanza kutafuta ndogo mkasahau akina mama. Muwapende akina mama, mmeteseka na wao na mmefaulu na wao, muendelee kuwapenda. Na niulize wazee wetu wa pwani, vijana wa taifa hili la Kenya wakiwa wa pwani wako na haki ya kurithi ardhi zao kutoka kwa wazazi wao. Asante Mheshimiwa Rais kwa kutupa urithi kupitia wazazi wetu. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Haya. Pwani oye. PS ni top shota, si top shota. Mimi nataka nichukue fursa hii ya kipekee kwa Mheshimiwa Rais kumshukuru kwa mambo mawili matatu muhimu. Jambo la kwanza, Your Excellency, na kushukuru kwa niaba ya jimbo la Pwani kuniunganisha mimi na ndugu yangu Mvuria na Kingi na Gavana Achani na Wakuja na Godana na Mungaro na Abdulswamad. Ndio maana tumefika hapa leo. Your Excellency, ni kushukuru pia kuwaunganisha wajumbe wa ODM na wajumbe wa UDA, kwa sababu muungano wetu umetufikisha hapa. Mimi huwa nasema Mheshimiwa Rais ana mambo mengi ambayo yanafanyika kwa mara ya kwanza. Na mimi mwenyewe Mheshimiwa Rais nimeserve kama mbunge wa Kisauni kwa miaka 5. Na hakuna donda sugu limesumbua watu wa jimbo la Pwani kama mashamba. Ni kweli si kweli? Hakuna kitu kimekosesha watu usingizi kama ardhi. Ni kweli si kweli? Na Mheshimiwa Rais, iko tofauti. Iko mashamba ambayo ni ya serikali. Iko mashamba ambayo ni ya nini? Ya serikali. Ambayo tunajua kwamba mtu hata akilala anatashwishi, hana cheti, lakini ana imani hawezi kufukuzwa. Lakini Mheshimiwa Rais, watu wetu wamekaa katika mashamba miaka nenda miaka rudi, hawana cheti, wana wasiwasi kama sasa ama baadaye watakuja Rambo. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Sasa kama Rais ameweka mpango wa kusettle mambo ya absentee landlord katika jimbo la Pwani, katika jimbo la wapi? Pwani. Anafaa fai? Niwaulize nyinyi, kwani hii Kenya imeundwa leo? Hii serikali imeanza leo? Rais Ruto ni rais wa kwanza. Yeye ndio wa kwanza. Alotambua nani? Alotambua wa kwanza nani? Akatuletea mashamba nani? Akatatua ishu yetu ya mashamba nani? Tumpende tusimpende? Tumsaidie tusimsaidie? Tumbebe tusimbebe? Na kama ni mbaya,
Kama ni mbaya, kama ni noma, kama ni noma. Mheshimiwa Rais, we do not take it for granted. We will never take it for granted. And I'm saying this because kulikuwa na watu wengi hapo mbeleni. Some of them were in leadership until very recent, who have now come back here kujaribu kuchocha watu wetu. Ati sisi ni wenzenu, sisi tulikuwa na nyinyi, sisi tutawasaidia. Sisi tumeona mema ambayo yamefanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Wiliam Ruto sahi, ama muyaoni? Wewe mtu wa Kabulo, leo utalala ulali. Mtu wa ugatuzi utalala ulali. Mtu wa 30 utalala ulali. Mtu wa Kwale leo utalala ulali. Watana River, Wataita, hakuna mali ambayo kumeachwa. Rais ni fire si fire. Pole Mheshimiwa Deputy President. Rais ni fire si fire. Rais ni noma si noma. Tutamdunga tambili ama vipi? Mambo ni nini? Mheshimiwa Rais, la mwisho langu, I want to assure you and assure the people of the Coast Province and Kenyans at large, sisi kama viongozi wa ODM na UDA, tutafanya kazi kwa karibu sana ili tutatue shida za watu wetu, sivyo? Mimi nitafanya na Achani, nitafanya na Mvuria, nitafanya na Hassan Omar, vile hao wengine wafanye na wengine, sivyo? Situpendane. Sisi ni watu wamoja. Tujenge Kenya yetu. Si ndio? Haya. Kwa heshima kubwa ya Excellency, mimi nataka nichukue fursa hii nimwalike kakangu Salim Mvuria aje aseme, na niku-request CS ukimaliza mwalike Amason Kingi ambaye atamwalika Deputy President. Wapi nduru ya Governor CS Mvuria? Muonyesheni Mvuria two term. Mungu awabariki. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Pwani hoye. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya, wale magavana, waheshimiwa wabunge na viongozi wote na wananchi, assalamu alaikum. Leo Your Excellency, ni siku muhimu sana na ni siku ya kihistoria hapa jimbo la Pwani siku ya leo. Mheshimiwa Rais na wananchi, wakati wote kutoka nchi yetu ijinyakulie uhuru, swala la ardhi halijapata jibu. The land question has dominated all our political narrative. Mheshimiwa Rais, siku ya leo wewe umeleta jibu ya masuala ya mashamba katika mkoa huu. Mkoa huu tumekuwa na mabepari ambao kwa ardhi hawako, title wako nazo. Siku ya leo Mheshimiwa Rais, wananchi hawa wa Pwani sasa historia na jibu ya mashamba umewaletea. Mambo haya ya title deed, mambo haya ya kukomboa mashamba yalikuwa kipaumbele kwa manifesto yako. Wakati ulizunguka kuwauliza wananchi, uliweka swala hii ya kukomboa mashamba kama kipaumbele. Kwa hivyo leo nakupongeza kwa sababu umetimiza yale uliahidi. Na Mheshimiwa Rais, sio hiyo peke yake. Wewe umehakikisha umeweka mkoa wa Pwani katikati ya maendeleo ya taifa la Kenya. Kalamu yako ya kwanza ilikuwa kurudisha shughuli za bandari kutoka mahali zilipelekwa, ukazirudisha tena hapa Mombasa. Mheshimiwa Rais, pale bandari na Dongo Kundu unaekeza bilioni 60. Ukiangalia mkoa huu wote, kila mahali kuna mfano, kuna ushahidi wa maendeleo yako. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, siku ya leo
ni ile siku ambayo wapwani wanaendelea kufaidika na mipango yako ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, jambo hili sisi hatulichukulii kwa mzaha, tunalichukulia kwa umuhimu. Ni hivi juzi, Your Excellency, ulianzisha reli kuanzia Voi hadi Taveta, na hiyo inamaanisha sasa mizigo na uchukuzi na biashara, mtu yoyote anaweza kutoka hapa Mombasa akapeleka mizigo yake kule Tanzania, na ni kwa sababu ya uongozi wako. Mheshimiwa Rais, nikimalizia, tunajua kwamba unapofanya haya yote, kuna wale wachache ambao walizoea, kuna wale wachache ambao hawana lolote la kufanya. Kazi yao ni kulaumu, kazi yao ni kuzungumza uchafu wa Kenya hii. Mheshimiwa Rais, sisi watu wa pwani, wakati huu ndiyo tumefika kwa meza ya maamuzi, kwa sababu wewe umehakikisha wale ambao waliachwa nyuma sasa wako katika serikali yako. Tutaendelea kukuunga mkono, na hawa wa pwani nataka kuwashauri kila mtu tuwapuzilie mbali wale ambao wanapiga vita rais wetu, kwa sababu vita vyao ni vita ya chuki, chuki ya kikabila, chuki ya kimaeneo, na kura ya mwaka ujao haitapigwa kwa aliyezungumza chuki nyingi, itapigwa kwa yule ambaye ako na track record. Rais Ruto aendelee asiendelee? Rais aendelee asiendelee? Hebu nione two-term ya William Samoei Ruto, aendelee asiendelee? Ruto ni fire si fire? Ni fire si fire? Aendelee asiendelee? Na sisi hatutasikiza fitina. Kwa hivyo kuanzia leo tufungue ukurasa mpya, kwa sababu this is the true meaning of a broad-based government. This is the true value of uniting Kenyans, and this is the true value of a good manifesto and a deliberate action to make sure the people of Kenya can benefit from economic transformation. Mheshimiwa Rais, asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Naomba nimwalike Mheshimiwa Speaker Amason Jeffa Kingi aendelee na program. Thank you very much. Thank you. Asante sana CS Mvurya. Pwani oye! Mombasa oye! Kilifi oye! Taita Taveta oye! Tana River oye! Na Kwale je? Mheshimiwa Rais, mimi nitakuwa mchache wa maneno. Mheshimiwa Rais, hii pwani ina shida nyingi. Lakini shida kubwa ambayo inaitwa shida donda sugu hapa pwani ni shida ya ardhi. Na miaka 3.5 iliyopita ulikuja hapa pwani hapa, ukaenda mapana na marefu ya pwani hii, ukaahidi wa pwani kwamba Mwenyezi Mungu akikuajalia uchaguliwe kama rais, shida ya ardhi ya pwani utaitatua. Wachache sana Mheshimiwa Rais walikuamini. Very few of us believed in that promise. Na ndo maana katika debe la urais tulikupatia kura chache sana, because we never believed kwamba ukiwa rais unaweza kutupatia suluhisho la shida ya ardhi. Lakini leo hii Mheshimiwa Rais, umekuja hapa, na hukuja hapa kwa hadithi nyingi, lakini umekuja hapa kupeana suluhisho kwa shida ya ardhi ya mpwani.
Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikukumbushe historia. Mwaka 1963 baada ya Kenya hii kupata uhuru, program kama hii rais wa kwanza wa Kenya alianzisha. Ilikuwa inaitwa the Post Independence Land Redistribution. Lakini cha kushangaza ni kwamba pwani katika mpangilio ule iliachwa nje. Mzee Kenyatta badala yeye ajumuishe mashamba ya pwani, he only took 1 million acre na zote zikawa katika upande wa the White Highlands. Hii nchi hii ya Kenya ilipatiwa mkopo na nchi ya Britain pamoja na bank ya ulimwengu, World Bank, mkopo wa kununua mashamba ili wapwani wa Kenya wote wapatiwe nini? Mashamba. Lakini mkopo ule rais ulitumika kununua mashamba kwa sehemu moja peke yake, the White Highlands only. Leo hii ukienda kule walinunuliwa mashamba na rais wa kwanza, yakagawanywa wakapatiwa, hakuna uskota kule. Lakini hii pwani ikasahaulika. Tukisema pwani imebaguliwa, we have the reasons why we are saying that. Lakini leo hii rais, leo hii ile program ambao mpwani alichengwa mwaka 1963 kupitia Wiliam Ruto, that program has now come to the coast region. Asante sana Mheshimiwa Rais. Ndani ya kipindi kichache sana, kifupi sana, miaka mitatu, out of the 1.5 million title deeds ambazo serikali yako imezitoa, thuluthi moja, 30% of these titles ni za hapa nyumbani pwani. Mimi nataka niwaulize wa pwani, anayekufaa kwa dhiki ndiye rafiki. Leo hii Mheshimiwa Ruto amelivalia shida hii ya ardhi, amelivalia njuga, na sisi tunasema rais, kwa sababu umetujali, kura ya mwakani sisi wa pwani si watu wa ndumakwili. Sisi wa pwani tukisema tunaenda hivi ni watu wa ahadi. Na kwa sababu umekufa na sisi, kwa sababu umetupatia bega la kuegemea wakati huu mgumu kama wa pwani, kura ya mwakani sisi wa pwani tutakuangalia na jicho la upendo. Mheshimiwa Rais, kuna watu wengi sana ambao wameingia hapa kukupinga maendeleo yako. Lakini sisi tunajua hivi kwamba debe tupu haliachi makelele. Wale wenye upinzani hawana ajenda yoyote ya mpwani. Hawana ajenda ya ardhi, hawana ajenda ya bahari letu, hawana ajenda ya barabara zetu, hawana ajenda yoyote ya mpwani. Wakija hapa ni kelele, Ruto hivi, Ruto vile, Ruto kule. Manake wale ni debe tupu. Na kawaida debe tupu haliachi makelele. Tunataka tukwambia hivi Mheshimiwa Rais, kibaya chajitembeza, lakini kizuri chajiuza. Rais, yale maendeleo ambayo umefanya hapa pwani, hayo maendeleo yote ambayo umefanya hapa, si barabara, si ardhi, si masoko, si nyumba, si shaa. Nataka nikwambie Mheshimiwa Rais, hicho kitakuwa kielelezo chako cha sisi wa pwani kukaa na wewe mwakani na kupatia tu. Nikimalizia, mimi nataka niwaulize wa pwani, hii programu hii ambayo Mheshimiwa Rais ameanza, hii programu hii
haitamalizika mwaka huu, wala haitamalizika mwaka ujao, wala haitamalizika ndani ya miaka 4. Hii program ni nzito na itaenda hadi 2032 maybe and beyond. Leo hii wa Pwani, Mheshimiwa Ruto, kwa bahati mbaya kura ya mwaka ujao ateleze, itakuwa si Wiliam Ruto ameteleza, itakuwa ni sisi wa Pwani tumeteleza. Manake kuanguka kwa Mheshimiwa Ruto ndo kuanguka kwa programu hii na ndo kuanguka kwa Mpwani. Kwa hivyo kivovote vile, wa Pwani wenzangu, kivovote vile, let us do whatever we can, lakini kura ya mwakani, mtu kwa mtu, mtu kwa mtu, kila mtu, mundu humundu. Kura ya Mpwani yote iingie kikapu kimoja, na kikapu kile ni cha nani? Cha William Samoei Ruto. The success of William Ruto is the success of the people of Coast. Ikiwa huu squatter utamalizika huu, it is William Ruto to retain his seat. Ikiwa masoko yetu na bahari hii yetu itatoa mazao kwa Mpwani, is for William Ruto to retain his seat. Ikiwa maendeleo niendelee kuja hapo Pwani, it is for William Ruto to retain his seat. Na ndio maana na warai, ndugu zanguni wa Pwani wenzangu, tusikize wale. Miaka hii 3 iliyopita tumeona vile Ruto ametoa jasho kuleta suluhisho kwa matatizo ya Mpwani. Mwakani nataka niwaambie hivi, niwakumbushe nyimbo ya Al-Kiba. Leo hii Mheshimiwa Ruto anakufa na sisi, anatujali wakati wa shida. Nataka niwaambie hivi wa Pwani, tafadhalini msteme Big G kwa karanga za kuonjeshwa. Watakuja na karanga hapa watu wa upinzani, achaneni na Ruto, sisi tutafanya hivi na hivi na hivi. Nataka niwaambie wa Pwani, tusteme Big G. Kwa nini? Kwa karanga za kuonjeshwa. Maana utaonjeshwa, baada ya dakika 2 haiko na Big G iko chini, utabaki hivyo. Kwa hivyo, kwa hayo yote amesema, hayo yote hayo, simamjua huyu mtu mfupi, sijua mambo yake mnayajua. Mheshimiwa Rais, kuna nyimbo moja unaipenda sana wewe, juzi nilisikia ukaimba nikashangaa. Alikuwa anasema watatupenda refari. CDG atupatie moja yenu tushangamke. Atupe asitupe? DJ Karibu Mheshimiwa. Asante Bwana Spika. Asante Spika Kingi. Pwani hoye. Pwani ni leo si leo. Ni fire si fire. Kwa sababu mkutano wa leo ni mkutano wa rais, mimi kwanza nataka nimpongeze rais kwa sababu hii mambo ya ardhi imezungumziwa miaka mingi. Mwaka wa 2022 Rais Ruto wakati alikuwa anatembea hapa Pwani
kuna maneno alisema ikiwemo mambo ya ardhi. Akasema operation ya bandari itarudi hapa Mombasa, ikarudi. Akasema vile vile ataboresha uchumi samawati. Hiyo kazi ya uchumi samawati inaendelea. Ilianza na Waziri Mvurya na sasa Waziri Joe anaendeleza. Na akasema atatoa ile vetting ya mambo ya vitambulisho, ikatolewa. Na mwisho akasema ya kwamba ataanza program ama utaratibu wa kutatua shida ya uskwota hapa pwani. Na akasema ya kwamba lile swali la ardhi ataleta jibu. Mr. President, I congratulate you for delivering on the promises you made to the people of the coast, for abolishing vetting on identity cards that was discriminatory, for returning the operations of the Port of Mombasa to Mombasa, for making sure that the coast is part of the development program of our country. And today we are here not to ask the land question, but to provide the land answer and the land solution. Mheshimiwa Rais, kwa sababu leo ni siku yako, sio siku yangu ya kupiga story, nataka tu nimalizie kwa kushukuru wewe kwa kutuunganisha kama Wakenya bila kujali vyama vyetu vya siasa na dini zetu na maeneo yetu. Mimi nakushukuru kwa hii program ama huu mfumo wa serikali ya mapana na marefu, broad-based government, ambayo imetuleta pamoja watu ya UDA, watu ya ODM na watu wa vyama vile vingine ambavyo ni vyama tanzu. Nishukuru viongozi wa pwani ambao wameshughulikia, wamesaidia rais katika kuongoza mazungumzo na wale absentee landlords ambao walikuwa na title deeds, hati miliki, lakini wananchi walikuwa naishi katika mashamba bila hizo title deeds. And I want to say, when history is written, the current crop of course leaders, Ministers Joho, Minister Mvurya, Speaker Kingi, the governors of the 6 counties in the coast, senators, members of parliament, leaders like Hassan Omar and other leaders from the coast, when history is written, it will have a special place for you for providing the solution to the problem that was bothering the people you represent for a very long time, and for choosing not to complain but to provide the answer to the problem of land and squatters in the coast. Na heshima zote na shukurani ni kwa rais, kwa sababu hiyo uongozi ndio tulikuwa tumekosa hapo awali. Rais ako hapa leo kuleta suluhisho. Rais Ruto ni fire si fire. Rais Ruto ni fire si fire. Unajua Hassan Joho, nimesikia akisema pole naibu wa rais. Unajua tulikubaliana na ndugu yangu Hassan Joho, kwa sababu sisi sote ni fire na ni noma. Sasa kwa sababu noma ni ya Joho, aniachie fire na yeye achukue noma, lakini tuzitumie tukiwa pamoja. Ni fire si fire, ni noma si noma. Wapi nduru ya Rais Wiliam Ruto akuja atutubie? Mheshimiwa Rais, karibu. Wacha nione two term. Aya. Mombasa hoye. Tafadhali tuketi. Mombasa hoye. Pwani hoye. Assalamu alaikum. Ni leo si leo bana. Ni leo si leo. Walisema hayawi. Ni leo ama si leo? Waswahili wakasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni?
Ati dawa ya deni. Leo mimi nimefika hapa, ndugu zangu watu wa Pwani, niwashukuru kwanza viongozi wote, nishukuru mawaziri, magavana, wabunge, senators na ndugu zangu MCAs. Kwanza, let me recognize all the MCAs who are here. Nawaomba tafadhali, members of county assembly, waheshimiwa, tafadhali simameni tuwapigie makofi. Wapigie makofi hao wangwana jameni. Hawa viongozi wetu wa mashinani. Mimi nimekuja hapa leo kutimiza ahadi, kwa sababu mmenieleza ya kwamba ahadi ni nini. Nilikuwa hapa Pwani na nikawaeleza watu wa Pwani mambo matatu ya muhimu. Kwanza, niliwaeleza ya kwamba port yetu ya Mombasa, ile port operation ambayo ilikuwa imesukumwa iende kwingine, nikawaambia ya kwamba nikiwa rais, inshallah, kwa mapenzi ya Mungu, hiyo port operation itarudi hapa Mombasa. Leo nasimama mbele ya watu wa Pwani, port operation imerudi Mombasa. Na sio hiyo peke yake, pia port yetu ya Mombasa sasa tunaipanua zaidi. Ile Dongo Kundu Special Economic Zone tumepata pesa bilioni 50, na mwaka huu inaanza kujengwa kwa pesa tulizopata kutoka Afri-Exim Bank. Hapa Pwani, pia hapa Vipingo, pia pale nikiongea na nyinyi saa hizi, Special Economic Zone nyingine ya shilingi bilioni 40 inaendelea kujengwa as I talk to you in this meeting. Nilikuwa pale mapema mwakani, mwisho wa mwaka uliopita, kuianzisha rasmi. Pia niwaeleze ndugu zetu wa Pwani, Shimoni Fish Port tunaikamilisha. Sasa tunatafuta wale watakaoendesha hiyo port, tuhakikishe kwamba watu wa Pwani wanafaidika kutokana na infrastructure ya port ambazo tuko nazo hapa Pwani. On the commitment of Mombasa Port and infrastructure associated with Mombasa Port, I can confidently say we have discharged our commitment to the people of the Coast Province. Jambo la pili niliwaeleza ni kwamba hii Pwani ambayo imebaguliwa siku nyingi, ambayo maendeleo yake imechelewa siku nyingi, hii Pwani haitabaguliwa tena. And I stand here firmly kusema ya kwamba maendeleo ya watu wa Pwani, maendeleo ya barabara, maendeleo ya stima, mambo ya Special Economic Zone, mambo ya reli, infrastructure ya kilimo, mambo ya uvuvi katika Pwani hii. Tumeweka pesa hapa zaidi ya bilioni 5 kwa program ya infrastructure ya mambo ya uvuvi katika Pwani. Leo nikisimama hapa, tunakamilisha kupitia kwa wizara inasimamiwa na ndugu yangu Mheshimiwa Hassan Joho 5 fish landing sites at a cost of 820 million shillings. In the next 3 months, tutarudi hapa kuzifungua. Hapa Pwani, pia tumewanunulia boat ambayo ni ya fishing. Boat 272 tukishirikiana na counties zetu za milioni 840 delivered for use by the people of the Coast Province. Nikisimama na nyinyi hapa leo, tunajenga Mananet
hapa mahali ambapo tutatoa fingerlings, pesa 1.4 billion shillings kuhakikisha kwamba wavuvi wetu wakienda kule kuvua samaki tuhakikisha kwamba kuna samaki wa kutosha. We have made sure mambo ya housing inaendelea pwani hii, ujenzi wa masoko inaendelea pwani hii, ujenzi wa hostels inaendelea pwani hii. Nilikuwa juzi kule Voi kuanzisha stadium ya shilingi milioni 900. Nikiwa pwani hapa leo na kesho nitakuwa pale Kilifi kuanzisha stadium ya bilioni 1 kujenga stadium pale Kilifi. Hapa Mombasa, ile stadium ambayo ilikwama hapa Mombasa, sasa tumetoa pesa ya serikali 1.4 billion shillings kujenga stadium ya mji wa Mombasa. Mimi nawaeleza watu wa pwani, vile niliwaeleza, hamutabaguliwa tena. Vile tunafanya maendeleo sehemu zingine za Kenya, hii pwani itakuwa katikati ya mipango yetu ya maendeleo. Jambo la tatu niliwaeleza watu wa pwani ni jambo la ardhi. Niliwaeleza ya kwamba serikali zote wamezungumzia the land question. Mimi niliwaambia we have the land answer. Na leo hapa mimi nataka kuwaelezea watu wa pwani title deeds ambazo tumetoa kama serikali kwa miaka 3 iliyopita. 1.5 million title deeds za pwani ni title deeds 1381. Leo hapa tunatoa title deeds 1033 kwa wananchi wa sehemu mbalimbali. Lakini ya muhimu zaidi, nataka mnisikize kwa makini, ni tatizo la absentee landlords, kwamba kuna wananchi wanaishi kwenye mashamba yenye watu wengine wako na hati miliki. Kuna watu wako na hati miliki, lakini mashamba haya yanaishi wananchi wa Kenya. Na hilo tatizo, that has been the biggest challenge on matters land in Coast Province. So that as we sort out settlement issues, we must address ourselves to the question of absentee landlords, of landlords who have land, who have titles, but they have not land, and citizens who are sitting on land, but they have no titles. That is the answer we are answering today. Leo ndio tunajibu hiyo swali. Wale maskwota wanaishi katika ardhi wasiokuwa na title deed. Title deed iko na watu wengine, na wale watu wengine wako na title deed, lakini ardhi hawana, kwa sababu wananchi wanaishi kule. Na kwa sababu, nataka mnisikize kwa makini ndugu zangu, kwa sababu leo ni siku ya historia, mimi nataka kusoma taarifa yangu so that it is properly recorded, because it is a historic moment in this coast where we are finally solving the land question. And let me read. Ladies and gentlemen, nataka munisikize kwa makini. The question of land in Kenya has never been simply about title deeds. It has always been about identity, about dignity, belonging, security, and opportunity. Land ownership embodies the right of every family to live in security, to build with confidence and dignity, and to leave future generations a foundation of hope, opportunity, and shared prosperity. Land is the inheritance entrusted to us
by past generations and the platform upon which future generations will build their dreams and their prosperity. For many decades, however, the story of land in parts of our country, and especially here in the coast region, has also been a story of pain, a story of marginalization, and a story of great injustice. Thousands of families have lived on land for generations without the certainty of ownership. Communities have occupied ancestral lands without legal recognition through title deeds. Parents have raised children and grandchildren, and in some cases, great-grandchildren on land they called home, but could not legally claim as their own. For many citizens, this has meant living with uncertainty and the fear of eviction. It has meant inherited property and unresolved disputes passed from one generation to another. It has meant limited access to credit and investment opportunities. The land question here at the coast has remained one of the most emotive issues in our nation because it touches on the deepest aspirations of our people, that is security, fairness, and dignity. That is why, from the very outset, my administration was determined to deal with this matter decisively and conclusively. When we came into office, we made a commitment that we would confront difficult issues honestly and decisively. We committed ourselves to resolving historical land injustices and restoring dignity to citizens who have waited for justice for far too long. Since August 2022, we have treated land reforms as a cornerstone of our national transformation. Across the country, we have so far issued 1.5 million titles, of which 381,000 have been delivered here in the coast region alone, accounting for 25% of all title deeds issued nationally. Ladies and gentlemen, this is neither merely an administrative undertaking, nor is it about statistics on paper. It is about restoring justice to communities that have waited for far too long and transforming lives through dignity, ownership, and economic activity. Behind every title deed is a family whose future is rooted in ownership, security, and hope. Behind every title deed is a farmer who can till the land, invest confidently, and reap the rewards of hard work. Behind every title deed is a community freed from uncertainty and the fear of displacement, with the dignity and confidence to build a better future. And today, as I begin my working tour of the coastal region, we take another important step in this journey of justice and transformation, restoring ownership, safeguarding dignity, and unlocking new opportunities for families and communities to build a better future. I am happy to announce that we shall be issuing an additional 33,025 title deeds in Mombasa, Kilifi, Kwale, Tana River, and Taita Taveta and Lamu counties. Specifically, we shall be issuing titles in Kilifi Weru Ranch, Mwele Simakeni, Msabaha, Kazandani,
Wachu Kodentu, and the Rongeju Registration Unit. For many communities, this moment carries deep significance. Take the case of Rongeju in Taita Taveta. Established in 1969, families have been waiting for nearly 60 years for formal recognition and ownership documentation. Today, that uncertainty comes to an end. As part of the government's effort to promote orderly land ownership, ongoing land adjudication processes are underway across several areas, including Vigurungani, Mtaa, Mazola, Chengoni, Bofu, Gandini, and Kitengwani. Adjudication is also going on at Mihirini, Mwembekati, Sangalaweni, Kaliang'ombe, Viragoni, Godoma, Ngoroki, Chawia, and Mumari, among others. These exercises is aimed at identifying, demarcating, and documenting land rights and are expected to result in the issuance of 55,000 additional title deeds. At the same time, we are strengthening the registration of community land to protect communal heritage and secure the rights of local communities, with 6 units already formalized in Taita Taveta and Tana River, and a further 9 currently under processing across this region. We understand that the challenge extends beyond titles alone. The issue of squatters and absentee landlords remain one of the most complex dimensions of the land question here at the coast. As a government, we have gone beyond merely issuing documents and have moved towards creating lasting solutions. Through the deliberate interventions, the government has negotiated and acquired strategic parcels of land in areas such as Kwapunda in Changamwe, Mombasa County, benefiting 8,500 families. Junda in Kisauni to benefit 12,000 families. Gazi in Msambweni to benefit 3,000 families. Gumbato in Kwale County to benefit 7,000 families. Shambani in Sabaha in Malindi to benefit 11,000 families. Ganda in Malindi to benefit 9,000 families. And Takaungu, also in Kilifi, to Kilifi County, to benefit 2,000 families. We have also finalized negotiations to acquire additional land in Mashamasha, Lamu County, to benefit 2,000 families. Migingo in Malindi to benefit 4,000 families. And 3 separate locations in Likoni to benefit 356 families. Additional land. Munisikize kwa makini. Additional land has also been secured in Junda, Utange, and Bombo in Kisauni to benefit 2,100 families. We are further engaging landowners in Kagaa and Kiwandani in Kilifi County, Machungwani in Taita Taveta County, Barbat and Wa in Kwale County, Kitangale and Kibusu in Tana River County, and Zum Zum, Tatini, Alidina, and in Mombasa County. And I want to announce to the people of Kwabulo, right here in Nyali, that shortly
I will be issuing your title deeds because we have concluded negotiations on the same. These efforts will enable us to issue title deeds to 200,000 households. About 1 million people will be issued with title deeds once we conclude the exercise we are beginning today of subdividing all these lands that I have said to benefit and secure families, their settlement, and their land ownership. Land should never be a source of perpetual conflict. It should be a source of prosperity. It should create jobs, attract investment, strengthen communities, and expand opportunity. As government, our collective objective is therefore not merely to resolve disputes of the past. It is to create a stronger foundation for the future. The work ahead remains significant. Additional parcels of lands continue to be identified for settlement, and further engagement with communities and leaders remain necessary. But as our intention is clear and our commitment firm, the era in which families lived as squatters and strangers on their land they have occupied for generations is and must come to an end. The chapter in which certainty and security, the chapter in which uncertainty and insecurity defined the lives of our people is and must come to an end. Our promise to the people of Kenya, and specifically those in the coast region, is straightforward. No deserving Kenyan should continue living in fear on land they call home. We will continue working until justice is delivered, dignity is restored, and every citizen has an opportunity to build a safe and secure future. Sikizeni ndugu zangu. Pwani hoye! Pwani hoye! Nataka mnisikize kwa makini. Leo ndugu zangu, hatujakuja hapa mambo ya siasa. Mnanielewa? Leo tumekuja hapa mambo ya maisha ya watu wa pwani. Shida, tatizo la mambo ya uskwota, tatizo ya mambo ya watu ambao wanaishi katika mashamba, ambao wako hatarini ya kufukuzwa, hatarini ya kuwa evicted. Haya ni mambo ambayo yanaweka familia nyingi, hofu nyingi wakati wanaishi. Na ndio leo nimefika hapa ili tukomeshe kabisa janga hili la uskwota sehemu hii ya pwani. It is a commitment I made, and it is a commitment I have every intention to make sure that I deliver. Kwa sababu haya ni mambo yamezungumziwa siku nenda siku rudi. Leo nikisimama hapa kwenu, nataka niseme hivi: watu wa Mbaruku pale Kwale, tuko na watu zaidi ya 3,000, familia 3,000. Tuko na mashamba familia nyingi. Jumla ya hizi mashamba nimezungumzia hapa ni familia 1,200 ambao wamekuwa wakiishi kwenye mashamba, ambao wengine wako na title deeds. Na mimi wakati niliwaita hawa ndugu zangu watatu, na nataka niwasimamishe: Mheshimiwa Jeffa Kingi, Mheshimiwa Hassan Joho, Mheshimiwa Salim Vuria. Hawa jamaa watatu niliwaita nikawaambia, ndugu zangu, ninyi nataka muwashirikishe governors wetu wote. Na nataka nimshukuru Mheshimiwa Mungaro, nimshukuru Mheshimiwa Dado kutoka kule Tana River, nishukuru governor wa Lamu, nishukuru governor wa Kilifi,
gavana wa Mombasa, gavana wa Kwale, gavana wa Taita Taveta. Niliwaeleza hawa ndugu zangu watatu, mutafanya kazi hii na mimi, na nawasihi na waomba muwe viongozi. Leo nasimama mbele yenu kusema hawa viongozi ni mashujaa, muwapigie makofi jameni. These brothers, hawa mandugu, niliwaeleza siasa tuweke kando, mirengo tuweke kando, tupange mambo ya watu wa pwani kwa pamoja. Na niliwaeleza hawa ndugu zangu wawashirikishe wabunge wote. Mimi nasimama hapa kuwaambia wabunge wetu, asanteni sana kwa ushirika wenu. Mwapigie wabunge hawa ndugu zetu jameni. I want to ask all the members of parliament. Mara nyingi nimekutana na hawa viongozi. Mara nyingi nimefanya mkutano wa faragha na hawa viongozi. Mara nyingi nimeketi na hawa viongozi. Wengine wenu hamkujua tunafanya mambo gani. Leo tunasimama hapa mbele yenu, mimi na hawa viongozi, mawaziri wetu, spika wetu Bwana Kingi, magavana wetu na wabunge, kuwaeleza ya kwamba leo tunasimama mbele yenu kuwaambia ya kwamba tatizo la mambo ya ardhi ya pwani, sasa tuko na jibu ya hiyo tatizo. We now have the land answer to the land question that has troubled this coast for years. Asanteni sana ndugu zangu, mnaweza keti chini. Sijui kama tunaelewana jameni. Waswahili wanasema mgala muue lakini haki yake mpe bwana. Hawa jamaa wameshirikiana pamoja na mimi. And I told them, hawa viongozi niliwaeleza jambo ambalo lilielezwa na Martin Luther King. I told these leaders, brothers and sisters, what Martin Luther King said. Martin Luther said, we must learn to live together as brothers and sisters, or we will perish together as fools. Mimi sijasema kuna mtu mjinga. Nimesema yale Martin Luther alivyosema. And I want to thank these brothers. Waliamua ya kwamba tutafanya kazi pamoja, tutashirikiana pamoja, sio kwa sababu ya mtu fulani, lakini kwa sababu ya watu wa pwani. And I want to say in front of this great multitude, to my brothers here, thank you very much for closing ranks, for working together, for being united so that we can deliver on this most consequential assignment given to us by the people of Coast Province, to sort out the squatter problem, to sort out absentee landlords. And I must say this, tuko na wananchi pia, na mimi nataka niwashukuru wale tuliwaita absentee landlords. Wamekuwa na title deeds, wako na eviction orders, wako na mambo mengi, lakini wakati tuliwauliza ya kwamba tutatue tatizo hili kwa njia ya amani, kwa njia ya mazungumzo, pia na wao walikubaliana na mimi, wakakubaliana na sisi. Mimi najua wako hapa wengine wao, tafadhali msimame. These are great people. Tuwapigie makofi jameni hawa wangwana. Hawa wangwana wamekuwa wazalendo wa taifa letu la Kenya. Wameamua ya kwamba mashamba ambao wamekuwa nazo, wako na title deeds, wako na eviction orders, wako na mambo yale mengine yote, lakini waliamua tatizo ama suluhisho haitakuwa kwa mashindano na kupigana na kupelekana makotini. Suluhisho iko katika mazungumzo ya umoja na kutafuta vile tunaweza kutatua tatizo hili. So let me say this. Mimi nimefurahi sana kufika hapa leo. Na leo hapa, haya mashamba yote ambayo nimeyasoma hapa, tayari tumepatiwa hati miliki.
we have title deeds. Ile sasa tutafanya kutoka hapa. Ile tutafanya kutoka hapa. Leo I am instructing the Ministry of Lands. Waende sasa wakatekate mashamba haya yote. Kila mtu apimiwe shamba yake. Ndani ya siku 90, 90 days. Ndani ya siku 90, mimi narudi hapa kutoa hati miliki 1,200 ya hawa wananchi. Wananchi 1,000,000 watakuwa na hati miliki. They will call home a place they live today. They will stop being squatters. They will stop being strangers. They will be owners of land, homes to their children and to the future generations that they will give and bequeath these properties. Tumeelewana? Kwani hoye? Kwani hoye? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mimi nataka niwahakikishie watu wa Pwani, munisikize vizuri. Mimi nimeamua ya kwamba hatutaki taifa ambayo imegawanywa kwa misingi ya ukabila na chuki na mambo ya kupiganisha wananchi. Taifa la Kenya ni taifa moja. We have enough to share amongst the people of Kenya. We do not have enough for anybody's greed, but we have enough to satisfy every Kenyan. Na ndio nimesema ya kwamba vile tulikubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tunatengeneza serikali ya broad-based, serikali ya kuunganisha Wakenya wote, serikali ya kuondoa ubaguzi, serikali ya kuondoa ukabila, serikali ya kuondoa chuki, serikali ya kuunganisha Wakenya wote na kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya, hakuna jamii ya Kenya itawachwa nyuma katika mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Leo nasimama hapa kusema broad-based imetufanya tukawa na maafikiano na tukawa na suluhu ya mambo ya mashamba na suluhu ya matatizo mengine ya taifa letu la Kenya. And I proudly say we are committed to making sure that broad-based government delivers to the people of Kenya. That is the spirit of unity, the spirit of working together, ndio itatusaidia twende mbele kwa pamoja. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Mimi nataka nimalizie. Nimeona asubuhi ya leo watu wa Mombasa wakivuka feri hapa. Mimi nataka niwaeleze wangwana wa Mombasa na kule Kwale ya kwamba tunawatengelezea feri nyingine kabla ya December. We have committed 3 billion shillings. By December, we will have a new ferry to reduce the congestion here at this ferry. Na pia kule Mtongwe, we are investing another 500 million to make sure that mobility is improved in this Mombasa County. Munasema tuendelee ama tuendelee? Mimi niko hapa leo, niko hapa kesho, niko hapa kesho kutwa, niko hapa tena Jumapili, hata Jumatatu niko area. Kwa hivyo muanze kunizoea bwana. Mimi niko area. Tunaelewana? Munasema tuendelee ama tuendelee? Nasema tuendelee ama tuendelee? Na msijali na wale ni watu ambao mnawajua. Wale hawaelewi chochote. Wale mpango hawana. Wale sera hawana. Wale agenda hawana. Hata akili hawana. Wale msijali na wao. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana jameni? Wale mambo yao ni matusi na ukabila na chuki na kutuita majina, lakini mimi nataka niwaeleze haya yote, kutuita majina, matusi, ukabila haiwezi kututisha, kwa sababu tumeamua Kenya tunatembea kwa pamoja.
na kila kiongozi anapimwa sio kwa matusi, anapimwa sio kwa ukabila. Kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya, na ile mpango akonayo, na ile track record akonayo, na ile maono akonayo. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? And I want to say, without fear of any contradiction, while I am here at the coast, for those of you who are visionless, the people who are agendaless, the people who have no vision for our nation, the people who have no plan for our nation, the people who have no agenda for our nation, you will not divide our nation using ethnicity. You will not divide our nation using hate. Hiyo mnafanya, the hate you are spewing. I want to tell you, one day, you will answer for the tribalism you are perpetuating in Kenya, for the hate you are perpetuating in Kenya. The life of Rachel Wandeto will not go unanswered. You who call others traitors, you mwenye mnawaita Wakenya wengine wasaliti, mpaka mama Rachel Wandeto ameuawa kwa sababu ya chuki yenu, kwa sababu ya ukabila yenu, kwa sababu ya profiling ambayo umefanya Wakenya wengine eti ni wasaliti. Siku moja mutajibu. Na Kenya hii hatuwezi kukubali, hatuwezi kuwaruhusu mtuuzie ukabila, mtuuzie chuki, mtuuzie blackmail. We are telling you, we will not allow you to blackmail anybody in Kenya. You will not blackmail our nation using ethnicity. You will not blackmail our nation using hate. You will not profile citizens as traitors because they don't believe in your tribal bigotry. We are going to stand together as a nation. And one day, you will answer for what you are doing. Our nation will not go forward. Our nation will not go backwards. Our nation will move forward with unity because we are one nation, one people with a common destiny, and Kenya is going to move forward. Tuendelee ama tuendelee? Kenya tuendelee ama tuendelee? Hebu nione wanasema tuendelee jameni. Wakenya hoye! Ati Mombasa mnasemaje? Ati Mombasa mnasemaje? Ati Pwani mnasemaje? Ati Pwani mnasemaje? Ati Pwani mnasemaje? Asanteni sana. Mungu awabariki na wapenda sana. Thank you very much and God bless you. Hebu tumpongeze rais kwa makofi tafadhali. Mheshimiwa Rais, tunaomba ubaki ili tuweze kupeana hati miliki kadhaa ili ziwe kama sample ya zile 33,000. Naomba wale tuko na viti tafadhali tuketi, na ni mwalike PS aje na pia governor aje ili tuweze kupeana hati miliki, na tuanze na Mombasa County. Nataka Mombasa County, tumpigie makofi tafadhali, akifuatwa na Stella Makungu Amakanga, na tuende teketeke. Anthony Ngugi Ngunjiri, Martha Wakio Mwamboa, Abel Kamainga. Hao ni wa Mombasa County. Manoni wametoka upande wa Manoni tu. Haya basi, tukiendelea, Coleman Kambona, Masao, Anthony Ngugi Ngunjiri, Anthony, alafu Martha Wakio Mwamboa, Martha. Abel Kamainga Omoi, then Coleman, alafu Masad, ngoja,
Masad, then Jennifer. John Otieno. Alafu Mariam Shekeli. Sidi Saidi. Hadija. Sidi. Hadija Mushin. Haya. Alafu Hamisi Ali. Juma Abdalla. Haya, alafu Weru Settlement, Abubakar Omar. Charo Toya. Basi tunaenda kwa Abubakar Omar, huyu ni wa kutoka Weru Settlement, akifuatwa na Charo Thoya Mwatela. Sara. Sara, basi endelea. Basi Kaingu 0, tungoje kidogo. Janet Dahabu. Then tuende Ambrose Kea. Mama tu hapa. Janet Dahabu pia wapewe hatimiliki yake. Changawa. Shaban Juma. Mama hapa. Kache Nyundo basi anapewa yake, akifuatwa na Suleiman Shaban Juma. After Suleiman tuko na Nyasha. Hilda, niko na Hilda. Hilda Wanjala. Hilda Wanjala. Haya. Hebu simama kando kidogo. Alafu Hogla Wakio. Huyu ni alafu Hemed. Sorry? Hemed Salim Juma. Esimili sawa. Esimili Samuel. Sikujua. Haya basi anafuatwa na Samuel sikujua, lakini Samuel anajua. Ni jina ndio hakujua. Gabriel. Mwachia. Alafu Elmas. Alafu Anthony Garrison. Simama. Simama. Alafu Hogla Wakio. Sasa ndio amefikiwa. Kazungu Koi. Hogla Wakio Mwachala basi akifuata, na anafuatwa na Kazungu Koi Charo. Basi tuko kwa Hogla Wakio, anafuatwa na Kazungu Koi Charo. Haya basi Kazungu pia apate
hati miliki yake Kazungu, alafu haya basi Francis Mwanzia afate, alafu Hamisi Charo, basi akifuatwa na Eliud Chiwado. Eliud Chiwado, alafu Nancy Nazikiti. Nancy Nazikiti. Nancy, huyo ni Nancy. Alafu Charles Dena Chingu. Suzeni Bahati Julia. Suzeni Bahati. Akifuatwa na Oliver Mwandonyi. Alafu tumalizie na Sami ambaye ni ya kugawa mashamba ili kila mmoja aweze kupata haki yake. Kwa hivyo sasa Mheshimiwa Rais anakuja ili tuweze magari yameondoka yaende yaweze kufanya kazi vinavyofaa. Basi rais akishika bendera pale, in 3, 2, 1, wapi makofi ya rais? Yes, yes. Yote yakienda safari ya kuhakikisha kazi imetendeka na inafanyika. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa sasa naomba tutamalizia kwa wimbo wa taifa, kwa hivyo tusimame wima ili tuweze kumalizia kwa wimbo wa taifa.